Naam shehe wangu. Kwa ujio wako naona kabisa umepata pesa. Lakini ndugu yangu, labda nikupe pole kwa sababu pesa zote zimeibiwa. Yaani mtu napenda kutaniana dakika za fainali, yaani kama mpira dakika za zile baada ya half time, zile kipindi cha kwenda watu kumalizana, dakika za jioni kwenda kumjua bingwa nani aliyochomoka kwenye ushindani wa timu husika. Acha masiara, mimi nipo kwenye futari ya ngamia eneo la Nundu na watu wameshajaa kule. Nipe mzigo niwahi. Sasa shehe, mimi nina masiara na wewe? Mimi nina masiara na wewe? Hapa ninapokuambia zile pesa zako zilikuwa juu ya pesa zangu. Sio, unaelewa? Kwa hiyo hapa pesa zote zimeibiwa. Mimi mwenyewe nimechanganyikiwa, sielewi ninafanyaje. Naelewa kwamba kweli pesa unaweza kama umeibiwa, kwa sababu kuiba watu wanaiba. Tunashuhudia hata kwenye haya majumba, mtu mlala zako ndani, mtu anafika anatoboa dirishani, anachukua smartphone yako. Kama mimi kuna mwaka mmoja nilikuwa naishi Mbagala. Wewe Mbagala nikilala ndani hivi, mtu anatoboa kwenye kidirisha, anachukua simu, akachukua hela, nikalia asubuhi, nikatishia kuwapeleka watu polisi, nikajikuta fedha haijaonekana. Lakini najua kwenye kuibia kwako wewe shehe bwana, unaheshimu hela za watu. Kwanza mimi nina uhakika kabisa utakuwa umezitenga pembeni, umeibiwa zako. Kwa mimi nataka zile zangu nilizoziweka pembeni. Mimi nakwambia hivi, pesa zako zilikuwa juu ya pesa zangu. Zote zimeibiwa. Kwa hiyo shehe utakumaanisha hela za mimi ndo zilikuwa juu. Ndio. Kwa hiyo mwizi kaanza kuiba zangu. Sadaka. Shehe nitakurukia utakao uamini, nitakunyanyua nikutupe wewe. Shehe cha masiara, basi mimi kweli nimealika watu kuja kukufuturu, usiangamia bwana wangu, na vipi shida nini? Shehe wangu, mimi na masiara na wewe. Shehe, mimi nilijua bela zangu nizilete msikitini, kuna watoto yatima pale watazitunza. Lakini mpaka msikitini tuna mnaniibia, kumbe mashenyi hamna haya. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ndo kwanza chungu changu. Shehe uredi usilie bwana, utafungulia. Kumbe ukijua kwa umefungua.